mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sioni ya leo nipo hapa kukwambia mtu wa Mungu ya kwamba njia pekee ni kumpa Yesu maisha yako. Ziko njia nyingi unaweza ukaniambia mimi nina dini yangu, of course nakubali. Sijaleta dini, nimemleta Yesu wa Nazareti aliyekuja kwa ajili ya kuja kukomboa ulimwengu, na hata sasa yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yetu Basola ni kwamba amekufa, lakini tunayo imani ya kwamba maadamu alimwamini Mungu, ipo siku atafufuliwa. Sema amina. Atafufuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu alitembea katika kanuni za Mungu. Zile kanuni ndio ambazo zimesababisha tumekusanyika jioni ya leo. Zile kanuni za kumwabudu Mungu ndio zimesababisha tumekusanyika hapa. Kwa hiyo mzee wetu aliyetangulia mbele za haki anaweza akawa ni safari, ni njia ya kufanya na wewe umgeukie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niko hapo kueleza mwana wa Mungu ya kwamba njia ya kuiendea njia kamili ni Yesu. Wapo watu wanasema wote ni watu wa Mungu. Ninakubali ya kwamba wote ni watu wa Mungu. Naomba unisikilize. Katika Yohana 1:12 inasema bali wao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ndio waliaminio jina lake. Nimekuletea habari hizi nikiwa ninafahamu kwamba hata mimi pia ni mwanadamu, nami ni mtu wa Mungu, lakini kuna tofauti ya kuwa na mtu na mwana. Nimeleta habari hizi, lengo kuu ni nini? Ufanyike uwe mwana, uje kwenye ukoo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo njia nyingi ambazo unazo, hizo njia zilikuwepo, lakini iko njia moja ambayo hiyo ukiifuata, mpendwa, hata leo ukifa unaenda maisha ya umilele. Kwa sababu binasema hivi, kila aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Na hiyo hukumu hatukuhukumu sisi, unajihukumu mwenyewe ukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamekwenda mbali tena, wanasema kwamba duniani hakuna wokovu. Sikiliza nikwambie, niko hapa kukueleza habari ya wokovu, ya kwamba ukimwamini Yesu ndio safari inaanza ya kwenda mbinguni. Mbinguni hakuna wokovu tena. Wokovu ni sasa, lazima umwamini Yesu Kristo ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Usiuchukulie msiba huu ni jambo la kawaida. Hii taarifa kama taarifa zingine. Anakukumbusha kwamba mwanadamu, wewe ni maua. Wewe ni mpitaji kwenye hii dunia. Makao yako yako mbinguni. Na kama makao yako yako mbinguni, maana yake ili ufike kule ni lazima umwamini Yesu. Lazima uachane na uovu. Ninapozungumza kumwamini Yesu, mwingine atakwambia nami nina imani yangu. Sikiliza nikwambie, bali wao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ndio waliaminio jina la Yesu. Manake ninapokueleza habari hizi, ninakutaka ya kwamba umpe Yesu maisha yako na uachane na dhambi. Kama ulikuwa ni mzinzi, manake uacha uzinzi. Kama ulikuwa ni mchawi, manake uacha uchawi, kwa sababu uchawi hautakusaidia. Wachawi nao si wanakufa. Kama wanakufa, nani anayewasaidia? Waganga nao si wanakufa. Ikiwa wanaweza kukupa uhai, basi usingekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninazipenda stori za Yesu sana. Ninazipenda stori za Yesu sana. Katika mwanadamu ambaye alivunja rekodi ni Yesu.